Kwa hivyo siku ya leo tunataka tuungane na Watanzania wenzetu na wanachama wetu walioko Mbeya, kanda ya Nyasa, familia yake, kwa maana mke wake ambaye tumekuwa na mazungumzo naye katika kufuatilia jambo hili. Tunataka tuungane kwa pamoja kupaza sauti na kulizungumza jambo hili katika engo ambayo ni serious. Kwa nitaelezea na kutoa ukweli wa matukio kadhaa na maazimio yetu kama chama, nini tunakitaka, nini kifanyike kuhusiana na kupotea kwa ndugu Mdude Nyagali. Kwa ikumbuke kwamba tarehe 2 mwezi wa 5 ndugu Mdude alivamiwa nyumbani kwake mtaa wa Luanga, kata ya Iwambi, huko Mbeya mjini. Ilikuwa ni usiku wa tarehe 2 mwezi wa 5. Waliomvamia Mdude Nyagali walijitambulisha kuwa wao ni maafisa wa jeshi la polisi. Majirani walimtaarifu mwenyekiti wa serikali za mtaa ya Ivwanga, ambaye alifika eneo la tukio usiku huo. Vile vile rafiki yake Mdude Nyagali aitwaye Abdukarim Juma alifika nyumbani kwa Mdude Nyagali usiku huo baada ya kupigiwa na mke wa Mdude Nyagali, baada ya kupigiwa simu. Mwenyekiti wa mtaa usiku huo aliwapigia simu polisi, kwa maana ya OCS wa kituo cha Yunga ambacho kipo umbali wa kutoka hapo kilomita 3 kutoka eneo ambalo tukio lilitokea, kwa maana ya mahali ambapo Mdude alivamiwa na kuchukuliwa. Hata hivyo, OCS usiku ule alimjibu mwenyekiti wa mtaa kuwa yeye hawezi kwenda eneo la tukio, kwa hivyo wao, yani waanga, ndio wamfuate yeye pale kituoni. Mwenyekiti wa mtaa aliongozana na rafiki yake Mdude, yule Abdukarim Juma, pamoja na mke wa Mdude Nyagali ambaye alikuwa na mtoto mdogo mgongoni mwake. Wakaelekea paka kituo cha polisi cha Yunga, ambapo walimkuta OCS aliyewaeleza kuwa pale kituoni hana sehemu ya kuweka mahabusu, kwa hiyo hana mtu yoyote aliyeshikiliwa pale, na akawaeleza kuwa waende kituo cha polisi cha kati, Central Police, pale Mbeya mjini. Kwa baada ya kupewa taarifa hiyo, mwenyekiti wa mtaa alisema yeye anaishia pale, hawezi kwenda kituo cha polisi cha kati, yani hapo Central Police, na hivyo Abdukarim na mke wa Mdude Nyagali walilazimika kuondoka wenyewe eneo hilo la hapo Yunga na kwenda kituo cha kati cha polisi, Central Police. Walipofika kituo cha kati, walipokelewa na kueleza tukio kwa askari wa zamu, lakini walijibiwa kuwa hakuna mtu wa namna hiyo ambaye ameletwa kituoni hapo. Walisisitiza kupatiwa msaada wa polisi bila mafanikio, na hivyo wakalazimika kurudi nyumbani. Baada ya kueleza tukio lote hilo, hawakupata msaada wowote. Kwa hivyo mke wa Mdude na Abdukarim, rafiki yake Mdude, wakarejea nyumbani. Mwenyekiti wa mtaa naye alirudi eneo la tukio na kuamuru wananchi waliokuwa wamekusanyika eneo lile watawanyike, wakaendelee na majukumu yao, na yeye akaondoka. Alipopigiwa simu na katibu wa mkoa wa Mbeya pamoja na waandishi wa habari kuwa mbona haonekani eneo la tukio, alisema kuwa ana kikao muhimu cha Chama cha Mapinduzi maeneo ya Sabasaba, kwa hiyo naye akaondoka. Tukio limetokea kwenye mtaa wake na watu wamekusanyika kwa taharuki, na mwenyekiti huyu akawa ameenda kutoa maelekezo kwamba watu watawanyike wakafanya shughuli zao.